Watu wa kanisa hawana mali. Kwa nini hujuma zielekee kwa Waislamu? Leo kaangaliwa mfanyabiashara mmoja, kesho mwingine wa pili. Sisi tunaona kwamba tutapigania haki. Haki kuchoma mali ya mtu kwa kufanyaje? Sasa askofu kama huyu azungumza maneno haya, swali, sio ugaidi? Wallahi huu ndio ugaidi wenyewe. Ugaidi bwana hauna dini wala hauna kabila wala hauna mji wala hauna madhehebu. Hawa ni magaidi waliofanya haya na hawa walioamrisha. Jambo la ajabu sasa, nchi imefika katika kipindi hiki kigumu, eti watokie maaskofu watu wa waraka wakilaumu, wakibeza na kusikitishwa. Nyinyi ndio mlikuwa mkihalalisha hili. Nataka kuambia Waislamu tusitumike na agenda mbovu kama hizi, tusitumiwe. Na niliwahi kuzungumza siku za nyuma kwamba kama wao hawana mafunzo ya kuelekeza namna ya kufanya, sisi Waislamu tunayo mafunzo yetu kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanayotuelekeza namna ya kufanya. Lakini mkitoka hapa mkatafakari tu yale mnaoyaona katika mitandao, ambayo baadhi ya vyombo vya habari vikubwa vya nje ya nchi na vingine vya ndani ya nchi vinayaripoti, hebu yatazameni yale matukio. Huu sio ugaidi? Mkavamia katika kituo cha watu, mkabeba mitungi ya gesi, mkaondoka nao, pengine maisha yako uje kutumia gesi, lakini wabeba wenda nini? Kwa sababu hiki cha Muislamu. Sasa swali, huyu ndiye mnemdai haki? Si mnadai haki? Ndiyo huyu mmechoma mabasi, sina haja kuyataja majina, lakini mabasi ambayo wengi katika wamiliki wake ni Waislamu walikwenda wakayachoma moto. Hawa ndio mnaowadai haki? Mimi siamini kwamba majengo kama makanisa na mahospitali ya kanisa hawajayaona. Siamini hivyo, walikusudia. Siamini kwamba hawakuona mali za Wakristo wenzao. Siamini hivyo. Maneno haya kama yatatumika kwamba ni uchochezi na ni udini, na iwe hivyo, lakini mimi siamini hivyo. Hapa pana agenda. Sasa nauliza swali jingine, mtu anapokuvamia nyumbani kwako ili akupore mali yako, amevamia kwenye shamba lako ili aharibu mazao yako, amevamia kwenye renchi yako